Shalom, shalom. Napenda ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Yes. Na kumekuwa kuna maswali mengi watu wakiuliza kwamba wanawezaje kutoka katika vifungo vya kiukoo na kifamilia. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Sio kila mmoja anakuwa anapitia hizo hali za kuwa na vifungo ama anakuwa anapita katika maagano ya kifamilia namna hiyo. Lakini wako watu maalum ambao Mungu amewaweka. Kwenye kila familia utamkuta mtu mmoja ambaye yeye anawiwa kusaidia familia yake. Anawiwa kusaidia watu wa nyumbani mwake. Anawiwa kuwaokoa watu, maybe kutoka katika kifungo, maybe kutoka katika hali za uchumi duni ama kielimu, ama katika namna yoyote ambayo yeye anatamani kuwatoa watu wake katika hali hiyo na kuwapeleka katika hali za juu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Viko vita katika familia kwa sababu kila mmoja ana namna ambavyo amepewa kibali na amepewa kibali pamoja na neema. Kila mmoja na neema yake. Kwenye familia zetu tunapotaka kuwasaidia watu wengine tunakutana vikwazo vingi, hasa vya kifamilia, vya kiukoo. Watu wengi huinuka juu yetu kinyume na sisi. Wengine ni watu wanainuka na kukataa. Wengine unawasaidia lakini wanakusaliti. Wengine unaweza wakawafanyia vitu tofauti lakini mwisho wa siku wakakurudia katika namna nyingine. Nataka nikutie moyo siku hii ya leo kwamba kama ndani yako unawiwa kusaidia watu wa nyumbani mwako, hilo ni kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Na nataka nikuhakikishie kwamba Mungu amekukusudia wewe kuwa chanzo cha wengine kuinuka. Amekukusudia wewe cha watu wa nyumbani mwako kupata maarifa, kupata elimu, kumjua Mungu zaidi, ama kuweza kupata uchumi ulio bora. Huenda wewe usiwe tajiri sana kama watakavyokuwa wao. Huenda usifanikiwe kielimu sana kama ambavyo wao watafanikiwa. Lakini nakutaka nikwambie kwamba Mungu amekuweka wewe kuwa suluhisho la tatizo hilo kwenye ukoo ama familia yako. Usikate tamaa. Ngoja nikutolee mfano mmoja. Wengi tunajua habari za mtu mmoja anaitwa Musa tunajua ni mtumishi wa Mungu ambaye amemtumikia Mungu kwa uaminifu kabisa, ambaye amebeba maagizo na maagano ya kuweza kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Lakini nataka nikukumbushe kisa kimoja. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 2 na ukianza nyuma hata mstari wa kwanza, lakini mimi napenda sana nisome huu mstari wa 12. Kuanzia mstari wa 12 neno la Mungu linasema, basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Mstari wa 13 unasema, akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Ebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile lilijulikana. Basi Farao alipopata habari akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Nataka nikwambie juu ya habari hii ya Musa, yeye alikuwa amelelewa katika ufalme. Musa ni Mwebrania, alilelewa katika ufalme wa Farao. Akatoka katika falme ya Farao kwa sababu alikuwa amejua kwamba mimi si mmoja kati yao. Mimi ni wa Mungu. Mimi nina watu na jamii yangu ambao mimi nimezaliwa kutoka kwao. Kwa Musa alipogundua kwamba mimi si wa huku, mimi najua si wa huku, akarudi kwao kwa Waebrania. Lengo na amekaa kwenye ufalme, amepata elimu ya kutosha, amepata maarifa mengi, lakini amepata uwezo mzuri. Akasema ngoja nirudi kwa jamaa yangu, kwa watu wa nyumbani mwangu, ili nikapate kuwasaidia kutoka katika vifungo na mateso walionavyo. Aliporudi, alipoanza kutumikia kile Mungu alichompa ndani yake kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zake, kuwatetea ndugu zake, lakini wao wakaja juu yake na kumkatisha tamaa. Baya zaidi, wakaanza kumzungumzia juu ya mabaya
ambayo ameshayafanya kwa kuitetea jamii ama watu wa nyumbani mwake. Musa kwa kuona hayo akakimbia, akatoka machoni pa Farao, kwa sababu Farao alitaka kumuua kwa sababu alimuua Misri. Kwa hiyo akaingia bifu na ufalme wa Farao. Musa akakimbia mbali, akaenda huko kujificha polini, msituni, milimani, mahali ambako haonekani na jamii. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Wakati harakati zote zinaendelea hizo, Mungu alikuwa ana makusudi na Musa. Mungu alikusudia yote atokee kwa makusudi yake. Alitaka jambo hilo lidhihirike ili yaweze kumwinua Musa na kumfanikisha katika yale ambayo ameyalenga yaweze kutimia kwenye maisha. Kumbuka kwamba Musa alikuwa ameandaliwa toka wakati ni mtoto. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Haijalishi unapitia wakati mgumu kiasi gani kwenye maisha yako, lakini nataka nikueleze ya kwamba Mungu amekukusudia jambo jipya kwenye maisha yako. Mungu kuna mahali amekukusudia. Mungu kuna sehemu moja yeye ameandaa maalum kwa ajili yako. Mungu ameandaa daraja na wewe kuvuka mahali hapo ili uweze kuvusha watu wengine. Kumbuka nikwambie kitu kimoja. Mungu ameweka madaraja na kuweza kuwavusha watu hao ambao wanaona kabisa wewe wanahitaji msaada. Wako watu watakatisha tamaa, wako watu watakuona haufai, wako watu ambao watasema kwamba wewe si kitu mbele yetu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Haijalishi Mungu atakupeleka katika mahali gani, lakini bado anakuwa na msaada na wewe. Bado ana makusudi ya katika lile ambalo yeye ameliweka mbele ya macho yako. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hautakatishwa tamaa. Kuna wakati utafika hautakatishwa tamaa, bali utayafanya yale mapenzi ya Mungu. Utayafanya yale mambo ambayo Mungu amekuamuru wewe uyafanye. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Watu wapo tu, watainuka. Sio kila mmoja atakupenda. Kuna watu wengine watapenda pesa zako. Kuna watu wengine watapenda jinsi ambavyo unanyenyekea. Hawatopenda vile moyo wako ulivyo. Hawatakuona kama wewe ni bora, lakini watapenda kile ulicho nacho, pesa zako, mali zako. Wakutumie kisa tu wewe unazo, ama una moyo wa huruma kwao. Watakuumiza. Kumbuka hivyo vitu, utaumia, lakini muangalie Mungu aliyekupa kusudi hilo. Nataka nikushuhudie jambo hili kwamba Mungu ni mwaminifu, hatakuacha wewe. Usiache kumtazama Mungu katika nyakati zote ambazo unajua kabisa nyakati hizi siwezi peke yangu. No matter what people they said about you, but just focus to the Lord Jesus, kwa sababu yeye anasema mimi ndio njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bali kupitia mimi. Mwamini Yesu Kristo, anasema yeye ni kweli. Yeye ni njia ya kweli na uzima. Mwamini yeye kwamba aliyekupa hilo wazo kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu. Mungu amekuchagua wewe toka ukiwa tumboni mwa tumbo la mama yako ili uweze kuyatimiza makusudi yake na uweze kufikisha watu wake yeye aliyowachagua na kukusudia katika mahali ambako yeye anataka wafike. Usikate tamaa katika kuwasaidia, kwa sababu Mungu anayo makusudi na kuthibitishia ya kwamba Mungu anayo makusudi katika maisha yako. Usikate tamaa juu ya hayo. Wewe ni mtu imara, wewe ni mtu mwenye uwezo, wewe ni mtu unaweza. Don't fear about the people. Usihofu kuhusiana na watu, bali wewe jivike imani ya Kristo, jivike nguvu za Kristo, jivike na hiyo roho ya Mungu na utembee kwa makusudi yake. Ukatembee kwa uaminifu, ukatembee kwa moyo wa utumishi na uzuri katika maisha yako siku zote. No matter people what they said about you. Maybe there's a lot of people they came to you and say a lot of things, but don't fear about them. Just fear about the Lord Jesus. Just fear about God who protected you, who give that purpose. Aliyekupa kusudi, muhofie yeye, kwa sababu yeye ndo kila kitu. Yeye ndiye anayefaa kuhofiwa katika kila jambo ambalo unapitia kwenye maisha yako. Take your time, keep worshiping the Lord Jesus and give them grace and everything, and protect your family protect your family and keep praying, because God is always with you. He's always with your family. No matter what happened. Maybe sometimes you lose your money, you lose your business. Business is very down, but don't fear about business. Don't fear about the money. You came that way without money. Why are you fearing about money? Sometimes
A lot of people, they come into our life and to destroy our life. Maybe kuna mtu amekuja kwako na amekuacha uanguke, lakini usihofu katika anguko hilo ambalo umelipata, kwa sababu Mungu yuko na makusudi na wewe. Don't fear about the people. Usihofu kuhusiana na biashara. Usihofu kuhusiana na biashara yako kuanguka. Usihofu kuhusiana na watu kukuangusha, lakini jitahidi usimama na Mungu. Mungu ni mwaminifu. Haijalishi umepoteza vitu vingapi kwenye maisha yako, haijalishi umepoteza watu wangapi kwenye maisha yako, lakini mambo hayo yasikukatishe tamaa kwenye maisha yako. Just keep believing in Jesus Christ, kwamba kuna siku Mungu atakuinua. Mungu atainua watu wako. Mungu atakufanya kuwa bora. Mungu atakufanya kuwa imara. Endelea kumwamini Mungu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Endelea kushikamana na nguvu za Mungu. Endelea kushikamana na ukuu wake, kwa sababu yeye alichokianzisha kwako anakitimiza. Anasema lile ni hilo lianzisha ndani atalitimiza. No matter what. Anasema hivi, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 13, lakini anasema ya kwamba nanyi mkiomba neno lolote kwa jina langu nami nitalifanya. Anasema ukiomba neno lolote kwa jina lake Yesu Kristo, yeye atalifanya. Kwa hiyo unahofia kitu gani mwanadamu? Unahofia kitu gani dada yangu? Unahofia kitu gani kaka yangu? Unahofia kitu gani baba yangu? Unahofia kitu gani kijana? Unahofia kitu gani binti? Vuka mahali hapo. Mungu atakusaidia. Mungu yuko pamoja na wewe. Hakuna kitu utapoteza, bali Mungu atasimama na wewe. In the mighty name of Jesus, atasimama na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo, atasimama na wewe. Mungu ni mwaminifu. Hawezi kukuacha wewe. Mungu ni mwaminifu. Amesema atasimama na wewe siku zote za maisha yako. Ukisoma katika kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 na ule mstari wa 8, anasema hivi, tazama na ajue matendo yako, nami nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, wala hapana mtu awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Amekuahidia ya kwamba atasimama na wewe. Atakuhakikishia kwamba hakuna mtu anayeweza kufunga mlango ambao yeye Kristo ameufungua kwenye maisha yako. Haijalishi ni nani. Amesema nobody can open that door, but you will be strong in the name of Jesus, and you will succeed in your life. So don't fear about the people. People, they have nothing to do in your life. Just focus to the Jesus, Lord Jesus. Hakikisha focus yako kubwa inakuwa ni kwa Mungu. Amesema hivi, najua matendo yako, na mimi nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana mtu yeyote aweze kufunga. Na kwa nini? Ni kwa sababu unazo nguvu kidogo, na wewe umelitunza neno la Bwana, na tena hukulikana jina la Yesu Kristo, bali umejiwekeza na kusimama kwa uaminifu kwake yeye Yesu Kristo, aliyekuwepo jana, yuko sasa na yupo kesho. Maanake yeye ni Alfa, lakini pia yeye ni Omega. Na asema hivi, yeye ni mwanzo tena ni mwisho. Why are you fear? Kwa nini uofu? Kwa nini uwe na wasiwasi? Kwa nini uwe na mashaka na vitu ambavyo wewe unaweza kusimama imara? Why are you fearing? Kwa nini uogope? Kwa nini uone maisha ni magumu wakati Mungu amekutengenezea njia iliyo njema? Kwa nini uogope juu ya maisha yako magumu? Kwa nini uogope kwa sababu ya ukosefu wa fedha? Kwa nini uogope? Kwa nini uogope? Amesema kwamba najua matendo yako, na mimi nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana mtu yeyote aweze kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, na umelitunza neno la Bwana, wala hukulikana jina lake. Don't fear about the people. Again, I'm saying that don't fear about the people. Just fear about the kingdom of God. When you lose the kingdom of God, you lose everything in that life. This life needs the stronger people. Maisha yanataka watu wenye nguvu. Na ufalme wa Mungu anasema kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Kwa ukiwa kijana binti, jitahidi kusimama na Mungu sawa sawa. Kwa sababu hakuna opportunity nyingine. Hakuna namna nyingine. Sio kama ukipata pesa nyingi ndipo unaweza kusimama na Mungu. Hapana. Ila wakati ulionao sasa hivi ndio wakati pekee ambao unaweza kusimama na Mungu kwa uaminifu.
nachoweza kukutia moyo ya kwamba usiache kusimama na Mungu. Mungu amekupa kusaidia watu wengine. Just be strong and wake up in the morning. Just pray the Lord Jesus. Then go with the word of God. Just go. Make sure na uabudu. Make sure unatafuta ufalme wa Mungu kwa namna yeyote. Hakikisha kwamba haupotezi neno lako. Haupotezi neno la Mungu kwenye maisha yako. Unapoamka asubuhi, unapolala jioni, hakikisha neema ya Mungu inakuwa pamoja na wewe. Don't go anywhere without the word of God. Don't walk away without the name of Jesus. Just, if you want to succeed in that life, you're supposed to go with the Jesus. With the Jesus. Don't leave the Holy Spirit because you're supposed to have it. It's very important. If you want to be strong, if you want to go far away, just to worship the Lord Jesus and ask about the Holy Spirit. My friend, hii dunia ina pande hizi mbili. Usipokuwa ni wa Mungu, utakuwa ni ibilisi 100%. Hakuna paganism. If you're not with the kingdom of God, if you don't believe on Jesus Christ, it means you believe in another kingdom. So if you're not on the kingdom of Lord Jesus Christ, it means you have another kingdom. So that kuna falme mbili lazima utambue. Usipokuwa wa Mungu sawasawa, utakuwa ibilisi sawasawa. Kuhakikisha unalinda neema yako ya Mungu aliyokupatia. Keep praying every day. Don't lose your mind. Don't lose your focus to the Lord Jesus. You're supposed to make sure every morning, every night, you wake up in the midnight and you pray about the name of Jesus Christ. Just wake up in the bend of night, just pray in the name of Jesus Christ. And tomorrow, when you're going to face the challenge, it will be easy kwako kuweza kuvuka katika vifungo na vikwazo ambavyo vitakutana navyo, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ana uwezo kukuondoa katika kila hali iliyo mbaya. Naomba nikutie moyo kwamba Mungu hawezi kukuacha wewe. Kusudi alilokupatia kwenye maisha yako, yeye anajua atalitimiza. Kwa usihofu chochote, kwa sababu Mungu ni mwaminifu zaidi ya mwaminifu, na uaminifu wake ni mkuu sana. Na naomba nikubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.